unaelewa dhahiri kwamba mimi nakupenda. Anahitaji uwepo wako. Sasa kitu gani ambacho usichoelewa? Hivi unachotaka kufanya kweli unakifikiria mara mbili? Ndio nakumbuka. Nikitoka shule nitapitia kule moja kwa moja. Lakini sio ukaniweka sana. Sonario tena kule michoro mingi. Leo unanifanyia hivyo. Kwenye maisha usimdharau mtu kwa muonekano wake au kutokana na maisha magumu. Au wewe ile swala lilikumizi kichwa? Nimeamua kumpa Black Boy ili apige waka. Unajua chuma lazima ute pesa. Ila ninaamini kwa nguvu zake itakuwa imara tu. Maisha ni funzo na kosa ramani ya moyo sina funzo uenda kesho nitaipata yangu mie funzo yani kama fungu si langu tena, nishajitahidi pambana kutafuta mjini hakuna jema. Ewe Mola wangu nione vyema, hata na ndugu zangu wajalie afya njema. Tambua yugumu wa kipato ndo nafanya mimi tabia. Mambo hivi mbona po mwenyewe yule dogo hapa? Nani? Gambo. Itakuwa ameshatangulia shule, basi niwaishi. Usijali hapo, sidaka spori tu. Ipi unaenda kuchukua chips kwa Kid Boy? Ndio, nilienda kuchukua lakini Kida aliniambia kwa kuna deni la nyuma haukumlipa. Kid Boy. Sasa mambo ya mimi na yeye tushaongea na kukwambia wewe hivi. Mimi sijui, lakini cha kufanya hapo ulipe deni la watu ili kujenga uaminifu. Pole wapita au. Alafu unakupa jana tuliongea nini? Ndio nakumbuka. Nikitoka shule nitapitia kule moja kwa moja. Lakini sio ukaniweka sana. Sonario tena kule michoro mingi. Panda chuma dondo. Sasa unaondoka kwa makubaliano gani? Au wewe ile swala lilikumizi kichwa? Bahati, unataka makubaliano gani? Ikizingatia uwezi kunielewa na kunisikiliza pia. Nisikiliza. Nimekuruhusu. Fanya maamuzi ambao unaona kwako ni sahihi. Ona akili yako. Kwa hiyo uzamilia ilitokea au? Bahati, siwezi kukuzuia. Ikizingatia moyo wako ushachagua maamuzi. Nimekupa mamlaka. Ichukulie sheria mkononi. Mathalan nimefanya macho kiwezi. Nitaonekana tatizo ni mimi au ni wewe? Bahati, naomba unisikilize kwa makini kabisa. Kila kitu kinachotokea hapa duniani huwa kinapangwa na Mungu. Hata hiki pia ninachokipitia sasa hivi kimepangwa na yeye pia. Hivi, unahisi mimi naipenda hii hali ninayopitia? Mimi mwenyewe pia siipendi. Ila ninaamini kwa nguvu zake itakuwa imara tu. Ananifukia mimi. Mimi nimepokewa na yeye. Bwana yeye ndio analia. Tiza ngoma nilipiga na yeye. Hapa jumla ni 500, dini 200 pamoja na tangawizi 300. Asante sana. Nikapumzisha kesho kwa tangawizi ni mama. Samahani Maua. Mimi unanifanyia hivyo. Fanya nini? So sawa kabisa. Yaani ni mimi tu ambaye unanikazia, lakini kila mtu ambaye anahitaji tunda ulimkatia. Kidevu. Unataka kumaanisha kwamba kila mwanaume anayenifuata lazima nimgawie na kila mwanaume anayenifuata lazima nitembee naye? Simaanishi hivyo Maua. Mimi najaribu kuamba ngoma kwa upande wangu, wala sikutaka kujadilia watu. Hiyo ni maana yako, na ndio umemaanisha hivyo.
Kwa maana kwamba mimi mchana mzima huu natembea na kila mwanaume. Yaani mimi mama huruma, si ndio? Maua, tatizo kila nachokizungumza unakichukulia kwa upande hasi. Hebu funika kombe Mwanaharamu apite. Mimi ni mchezaji ambaye naweza nikacheza namba yoyote katika timu yako. Je, usajili wangu au unatija kwako? Asante sana kwa kunipotezea muda wangu na kuniharibia siku yangu ya leo. Na usichokijua kidevu, kwenye maisha usimdharau mtu kwa muonekano wake au kutokana na maisha magumu. Yaani leo kwangu, kesho kwako. Dunia ndio jinsi ilivyo. Dhahiri kabisa siku yangu ya leo ni mbaya zaidi. Namtongoza mpaka Maua ananikatalia, ingalikuwa kila mtu anipiga. Tambua jukumu kipato ndo nafanya mimi jizalilishe. Amola pokea hizi dua zangu, wendo tafanya ili lipite, na nalingojea ili fungu langu litafanya shida ziishe. Maisha ni funzo, nakosa amani ya moyo sina, funzo, uenda kesho nitaipata yangu mie, funzo. Mzetu vipi? Safi tu. Kuna kimya kimya tena? Ai, nimetoka zangu gengeni huko nikaamua kupita. Hasa kupita huko jamani ndio hata kuniita. Vipi? Unakaa hapa au tunaenda ndani? Ai, tukae hapa afadhali. Sikai sana, nataka niwahi nyumbani nikaenda kapika. Wewe tena. Mama toka gengeni mwenye kuchukua mapochopocho kampikie mumeo. Kwa mume gani? Si wewe. Wanamtafuta wenzako. Farida, ukisikia lolote kuanzia sasa nisishangae. Wewe bahati wewe. Vitu gani tena unaanza kuongea saa hizi jamani? Haya, unamaanisha nini? Dada, sijui hata nikwambie nini. Nimeshachoka kabisa, imefikia kikomo sasa. Hii ndo itanishinda. Makumu. Ungejaribu kuvaa kiatu changu ungenielewa, lakini wewe ndoa yako haina migogoro kabisa. Haina migogoro. Hivi unachotaka kufanya kweli unakifikiria mara mbili? Bahati, mimi nakwambia kama shoga yako, umefikiria mara mbili kitu unachotaka kufanya. Naomba ukae chini ufikirie tena kwa mara nyingine. Nimeshakwambia nimefikiria, nimemaliza. Utakachosikia usishangae. Hata usiongeze neno. Basi sawa. Hivi kwa kijola chapu cha mtoto wewe umechukua? Nimechukua, nimenunuliwa kabisa, lakini hiyo shule sijui kama nitaenda. Bora hata wewe umechukuliwa. Mimi wewe Majuto mwambie habari za vijana hatanielewa. Mimi naenda shoga yangu maana ningachelewa. Kila kitu kwangu naona sielewi. Tabia. Hawezi amini nilipata nini? Ina maana unashaanza kunizaa baba. Nilikuwa nahisi kwamba hautakuja. Kwa hivyo nikawa nasema utabia wewe utakuwa umekosea sana. Sawa. Nimeshafika wazizi wangu. Karibu. Sasa ndani ya hiki chumba kuna vitu viwili. Kimoja kipo kwenye kiti, kingine kipo hapa kitandani. Na hivi vitu vyote hivi wewe ndiye mmiliki. Kwa hiyo utachagua unaweza na kitu kipi hasa. Ngoja niweze kula. Maana nina njaa sana. Toka asubuhi nimeambulia vipande vitatu vya mihogo. Sina ninachoingiza chochote tumboni zaidi ya masomo. Unajua tabia, wewe ni mwanamke mrembo sana na urembo wako unafichwa na hizo uniform. Sasa mimi huo urembo unatoa wapi wakati bado sija mkubwa? Tabia, kuna siku utanielewa. Na kiukweli mara nyingi nikiwa na wewe najihisi nina hisia za ajabu sana, kiasi kwamba mimi akili kila kitu changu kinakiri kwamba
nimegota kwako. Mbona unalisha kama peke yangu? Na mimi naomba nifanye kitu. Asante. Mimi nadhani ni wakati sahihi sasa. Wewe umekuja umenuna, kulikoni? Unajua hata sielewi kidogo. Kile kilichopanga naona kama kinaenda kombe. Sasa Bahati, wewe unaelewa kabisa mimi nahitaji uvumilivu wako. Kitu gani kinachokushinda? Nimechoshwa na uvumilivu. Umenielewa vizuri? Niambie tu ukweli. Siwezi kwenda uwanja wa ndege kwenda kusubiria meli tena. Nimechoka. Kwa hiyo unamaanisha wewe mimi upambanaji wangu yani uone, si ndio? Mimi napoasa unapopambana wewe uone, si ndio? Unachomaanisha? Naomba usize na akili yangu. Naomba uniambie kweli. Unataka kuishi na mimi ama hutaki? Ni mwanaume mpumbavu pekee ndio atakataa kuishi na mwanamke kama wewe. Na sitaki kurudia maneno. Unaelewa dhahiri kwamba mimi nakupenda. Na nahitaji uwepo wako. Sasa kitu gani ambacho usichoelewa? Tafadhali kidogo. Usije ukanipotezea muda wangu na malengo yangu. Nakuamini na unalijua hilo. Siwezi bila ya wewe. Umekula? Upasi kumuuliza mpenzi wako kama amekula. Hata chakula nini? Yaani licha ya kukaa kwa ndoa muda wote huo lakini hujabadilika Bahati. Kwa ndoa gani? Hebu weka chakula mwenyewe. Sikia. Nyumbani unapajua na funguo napekaga unajua. Nikute nyumbani unajua nimekumisi. Ushenzi tu. Yani kama fungu si langu tena, nishajitahidi pambana kutafuta mjini hakuna jema. Ewe Mola wangu nione vyema, hata na ndugu zangu wajali afya njema. Utaliwa mama, punguza kidogo. Mbona sikuzamilia? Kwa nini niseme? Tabia unanichanganya. Yaani wewe ni lakini kwenye swala la tendo wewe ni mwalimu bwana. Sawa, asante kwa kunisifia. Lakini mbona nilipofika hapo ndio sikuona pikipiki? Pikipiki umempa nani? Na tunaondokaje nyumbani kipenzi changu? Nimeamua kumpa Black Boy ili apige waka. Unajua chuma lazima ute pesa. Yeye natamani atakupa nifike nyumbani. Maana nishachelewa. Kwanza naomba hilo begi langu. Usijipe pressure sasa. Wewe lazima nipate pressure. Dadangu ni mkali sana. Kwani kuchika kuja kichwa. Uangalia tena na mtu akumdanganya. Lazima nipate pressure.
Si unajua niko chini ya himaya ya mtu, basi naomba unipe hilo wazo. Okay, sasa mwambie dada yako mdogo rafiki yako kwa masomo. Okay. Sawa, nitamwambia kwa nilikuwa kwa sawa. That's it. Odi. Dogo mkaribu. Asante sana dada. Samahani kwa kukusumbua. Bila samahani, naweza kusaidia pia. Naomba unitie Tabia. Nataka kuzungumza naye kidogo. Ila samahani kama nitakuwa nimekukosea. Hapana, hujanikosea. Kibaya zaidi Tabia hajarudi kutoka shule. Ndio hajafika. Na bado hajatoka shule. Kwani wewe leo hujahudhuria masomo? Nilikwenda, lakini ule wakati wa kutoka tulipotawanyika sikufanikiwa kumuona Tabia. Na nilimtafuta baadhi ya madarasa, lakini sikumuona. Sasa atakuwa ameenda wapi? Gamba. Na sio Tabia yake kuchelewa kurudi nyumbani. Ina maana ufahamu nyendo za Tabia nyuma ya kisogo. Si ndio? Kuna kitu unanificha. Kumbuka mimi dada yake Tabia. Na napaswa kujua chochote kinachomhusu Tabia. Hakuna kitu chochote nyuma yake dada. Ila anahisi tu atakuwa amekwenda kwa rafiki yake yule. Anaitwa Sala. Kuna kitu utakuwa unakijua ila unanificha. Lakini kumbuka, nifiche maradhi, kifo huumbua. Yaani macho yako tu yanaonyesha. Unataka kuniambia Tabia yuko Sala? Ndio dada, nina uhakika. Tena 100%. Salha ndo rafiki yake mkubwa sana pale darasani. Dada, acha mimi niende. Akija utamwambia kwamba nilifuata tu kitabu changu. Sawa. Na nitamwambia kwamba ulikuja na pia akuletea kitabu chako. Sawa. Basi sawa dada. Mimi nitashukuru sana. Kwa heri. Ufike salama. Yani kama fungu si langu tena, nishajitahidi pambana kutafuta mjini hakuna jema. Ewe Mola wangu nione vyema, hata na ndugu zangu wajalie afya njema. Tambua jukumu wa kipato ndo nafanya mimi njizalilishe. Amola pokea hizi dua zangu, wendo tafanya ili lipite.